Miomo. Tumuyumba ni tendea lamu. Abo no tumachi washika bechu. Obibyo nibo tumuyisemba batu bose banyarukusu bale ano bateke ito baungwelele eja ya nda bashindome ba ono tumana washika bechwana. Obija bija ni muungwa ni tendeno etulumba kalwa bechu batu bale mboseni samani wazee mngesogea kama tomololo na batumanga na tumuungwa na batumanga shieta yangene tomo eta emo baso wakelwa obato na ija ya sona etomo eta bija emo baise wasana obato miomo toshimo eta amwechi tole omwechi twayibelele anga tole omwechi bange eshire misayo maboka bange isaura yashatenjwa na eja ta emo soakya mitema ya bato eja emo locha nibo mbembe amoyaka loha etu yashabele mu eta ni mwisemba nibo totekenene bya bishitende bonde no bongo we wa omo wetole ano wae oja msao obaja bange bashao la hano nibo oja watenjwa emo bibele bisato ni wechi bibyo nisho sekenyecha mbochwa atosomene bile alamu awe to machi washika bechu to machi bechu washimu mbochwa shikenena miwechi ni hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Namto Sofia ambaye alizaliwa pale Nundu mnamo mwaka wa 1982. Marehemu aliolewa na kijana anaitwa Bololo Mtambala wa jamaa la Bashimuma, nyumba ya Mnenge, jamaa ndogo ya Bweka. Masomo, marehemu alisoma hadi darasa la 5 shule la msingi. Kazi, marehemu alikuwa mkulima tena machinga wa vyakula. Uzao, marehemu alibahatika kuzaa watoto 9, ambapo kati ya watoto 9 muna wanaume 4 na wakike 5. Wajukuu, watoto wajukuu ni wajukuu 6, 2 wa kiume, 4 wa kike. Magonjwa, marehemu aligonjwa kwa muda mfupi tu. Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 4 usiku, akajisikia kama vile baridi, kichwa kuuma na uregevu. Wakampeleka hospitalini. Wakati tulipofika hospitalini wakampima, akaonekana na pressure ya kupanda pia na malaria. Akaanza kupata dawa. Na ilipofika saa 8 usiku Jumapili kuamkia Jumatatu, marehemu akaaga dunia. Ina maana marehemu hapa duniani aliishi miaka 44 na ugonjwa mwanana kabisa uliomuua ni pressure. Miwechi longe. Miwechi miomolonge tomotenda miomolumbakalwa babondo bamo uwa lusuku byanya na bibyo itoma tomotenda miomo uiwe elela ni mushimani la kingando yose yanyarugusu ele ano nibo itebya tenda msalangi wetu ibi eke na mbachi wetu aule lolo lusuku lwa ingambusuku usuku bui ya lusuku lwa kwanza na saa 8 cha busuku na bibyo twalwanja mwechi lolo lusuku lwa kwanza lwa abele ocha lolo lusuku lwa asatu shieta ni mushimanie na lakaba to bose banyarugusu ni bo lusuku lwa 5 to obalongeano uyu mwaka ngando eno ya wetu machi
wabechu bashim ninisemba nibo longe tokeleleli bana mtema eteo no babembe batendile nobo ino bana welwa toengelo mbakalwa luo ale moto elo miwechi bibyo to obano ocha mpaka lo lusuku lwa 5 naye nongando longe twa ombolole miwechi miwechi mbemba tidi ni boto olo kibitu de la tuba awa abaja maremu ale mwana wabashinyaka numba yabashe ala mfamilia yabashiro ochi iyo yito ishi ya shikala miwechi. Asante. Kijiji Enu alelo. Asante. Nafikiri kabla kuzungumza lolote, tuna viongozi na mkubwa wangu ambaye alikuja kwa niaba ya msiba. Na aza nikaomba jamii ambayo inakaa mbele na zia viongozi, ingiwapa viongozi fursa ya kuona kinachoongelewa, aidha wanahitaji waone sanduku na wao. Enu miwechi. Sawa, kabla yote ya kuzungumza, namuomba kwanza mwenyekiti wa zone hii, maana tuna mzee wetu mkubwa wetu aje aongee yale ambayo anayo kulingana na msiba huu. Malelo longe. Naamini zimekuwa siku kama 3 kila siku nasimama mbele ya maiti kwenye zone yangu ya 7. Inanipa masikitiko sana kwa sababu kuanzia Jumamosi mpaka siku ya kwanza hivi tunazika watu 4 kwenye zone ya 7. Hiyo ni sikitiko. Mimi ni kiongozi kwa sababu ya watu, lakini watu wakiwa wanaondoka namna hii inatupa simanzi sana. Malelo, mimi sitakuwa na mengi sana, lakini tu nitaki kujulisha jamii ya kwamba kuna harakati ya wageni kuja kuwekwa kwenye zone zetu. Wageni kutoka Nduta, yaani Warundi. Tuwakaribishe vizuri, tukae nao vizuri, wasiwe na tatizo lolote zile. Na la pili, nataka kuambia tena wanajamii wote, kufuatana na mazingira ya kambi yanavyokwenda, watu wanashikwa sana usiku. Naamini mnavyoenda hapo polisi, mnajua nini kinachopitika hapo. Kwa hiyo tu tujitahidi, muda saa 1:30 huo umeshakuwa kwako, vitakuwa vizuri kwa kujiepusha na tatizo hizo. Na lingine ni kwamba ni kuhusu mabodaboda. Mabodaboda naamini nao wana wazazi, lakini si kwamba kila siku sisi kama viongozi tuwe naongea neno kuhusu mabodaboda, nao watu wana wazazi wao. Huu ni mzigo ambao nataka kupeleka kwa wazazi wa mabodaboda. Tunapoenda kuzika, mabodaboda wanakimbizana sana kupita maiti. Kwa nini washindwe kusimama angalau dakika 5 kusubiria maiti ipite? Lakini wakiona maiti mbele wanapiga vishada, hivyo wanaita vishada. Wanataka maiti wapishe. Ili linatoka wapi? Na ndio maana hata misiba mingine inakuja bila kujua. Maiti inataka ipewe heshima ya mwisho, lakini watu wetu hawataki hivyo. Kwa hiyo wazee wala ambao wana watoto zao ni mabodaboda, muwaweke chini. Naamini hilo ndio nitaka niongee na kukanya tabia hiyo. Mimi malelo longe. Asante miwechi. Sawa, narudi tena
wa kuongea kauli yangu, na kabla sijaanza, naona mbele yetu kuna viongozi wamemininika wa kambi. Wametoka sehemu mbalimbali, vijiji mbalimbali na zoni mbalimbali.